Toka lini ukakaa kwa baba mdogo? Uliwahi kukaa kwa baba mdogo tangu nimekuzaa? Hapana. Uliwahi kwenda? Kulikoni? Shida ilikuwa wapi? Kwani shida ni nini? Mimi sijaelewa bana. Na mimi ndo najiuliza swali hilo hilo. Hebu ngojeni niwaambieni kitu. Siku utaki hata shari kabisa. Nasema hivi. Unakuja siku na amani kabisa. Mimi ninachosema nasema usiniambie inakuja siku. Itakuja hata mwaka na miaka. Naomba utoke nje ili niweze kuongea. Nitoke nje? Utoke nje niwe huru. Nilichomuitia nijue namwambia kitu gani. Wewe mwanamke bado una kichaa wewe. Mimi nitoke nje? Nitoke nje kwa misingi gani? Na ni kwa nini nitoke? Jamani leo tuzungumze. Bado na kichaa. Uliwahi kunitoa Mirembe wewe? Anakuwa ni huyu shemeji. Hivi huyu aliwahi kunipeleka Mirembe? Kila siku nakuja hapa kwa amani. Lengo ni kujenga. Leo umekuja umesema unataka kuomba msamaha kwa binti yako. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuweka mambo sawa kwa sababu ni binti yangu. Na katikati hapa tayari kuna dhana potofu wewe kutaka kudhulumu mali ya huyu binti. Na nalifahamu vizuri kabisa. Hivi huyu mwehwe? Bana, kipindi unaendelea kuitazama hii video ama tayari umeshamaliza kuitazama hii video, kumbuka hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. So naomba gusa hilo neno lililoandikwa subscribe, utakuwa umenisapoti na ili uendelee kuwa mmoja kati ya familia yangu. Asante sana. Yes, it's me Zompa again kama dawa kama kawaida. Namshukuru Mwenyezi Mungu kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia, na nafikiri tuko katika hatua za mwishoni kabisa za mimi kuachana na hizi habari, kwa sababu watu wengi sana watu wananipigia sana simu wana matatizo na nini, ni wa stop kwa sababu ili nilimalize hili kwanza afu nikianza jambo lingine nisiwe nachanganyikiwa. Alafu jamani mnaonipigia jamani, nimeweka hizi namba kwa sababu ya watu wenye matatizo ama business. Kama unataka kufanya business na mimi, masuala ya kufungua akaunti za YouTube na nini, nitafute, chukua namba, au na matatizo nitafute. Msinipigie simu kwa mambo yenu binafsi jamani. Ndio maana muda mwingine sipokei kwa sababu muda mwingi simu unakuta sipo nayo mimi. Kwa anayekuwa na simu anapata changamoto. Kwa tupunguze simu jamani, kwa siku simu 200. Simu 200 jamani, mimi nitaweza kuzipokea zote. Changamoto. So namshukuru Mwenyezi Mungu, jambo linakwenda vizuri kwa sababu mahakamani jana pia tulikuwa huko, jambo linaendelea vizuri. Kwa sasa hivi tunafuatilia cheti cha kifo cha baba yake Nara ili tuweze kukifikisha na mambo mengine madogo tumalizie jambo lilo limeisha kwa upande ule. Mama yake Nara nafikiri kama sio leo basi kesho aliniambia hatakuja, na jana pia tulikuwa naye mahakamani. Sasa shangazi alinipigia simu akaniambia Zompa, naomba tuongee. Nimemkaribisha sana. Shangazi karibu sana, kama kuna lolote jipya karibu. Asante sana. Nashukuru sana Zompa mpaka hapa ulipofikia. Kusema ukweli, jambo toka lilivyoanza mwanzo lilikuwa ni gumu mno, lakini tunashukuru Mungu saizi yani tunaona mwanga mkubwa, na yote haya yanatokana na wewe. Bila wewe kusimama kutetea kila pande, kujitoa, kusema ukweli ili swala lilikuwa ni gumu mno. Yote na yote kilichonileta hapa leo mpaka nikaamua nikupigie simu nije hapa tena ofisini kwako, nina mambo mawili yalionileta. Jambo la kwanza, kusema kweli Zompa, utanisamehe endapo utaona kama nimekosea, lakini kitendo kilichotokea mimi sijakipenda. Unaona? Wewe anakuja mtu anajitambulisha yeye ni ndugu yake na Abasi. Ina maana wewe unashindwa kabisa hata kuona kabisa kwamba huyu kweli ni ndugu yake Abasi. Mbona hawajai kumzungumzia wala kufanya nini? Alafu pili, yani ungemwangalia kwanza jinsi alivyo. Yani anaonyesha kabisa kwamba huyu mtu bwana sio mtu mzuri. Umeona? Anakalisha chini kabisa, anakuteka akili, na wewe kweli unafunguka kabisa, unamuita Abasi.
anakuja hapa. Je, angemzuru ingekuwaje? Kwa nini usingenipigia simu kwanza mimi? Yaani kitendo hicho kusema ukweli mimi nimekeleka. Sijakipenda kabisa. Kwa sababu yani yule angemzuru basi ingelikuwaje? Na kwa nini wewe uende moja kwa moja kumpigia Abasi simu? Kwa nini usingeniambia mimi? Yaani hapa ingepaswa mimi nije, kwa hiyo mimi ndo niamue nimuite Abasi au nisimuite. Sasa wewe mtu kakudanganya hapa, kakutekateka akili. Wewe kweli unanyanyua simu unampigia Abasi moja kwa moja. Haya, angetoa bastola pale, labda alikuwa na bastola, angempiga Abasi. Hapa leo tungezungumzia mengine, tusingezungumzia haya. Kwa kitendo hiki kusema ukweli mimi sijakipenda. Yaani maamuzi ambayo uliyachukua wewe, uliyachukua maamuzi ya kutokufikiria. Ungepaswa kwanza umfikirie, alafu muangalie huyu mtu kiundani zaidi. Kuliko hivyo wewe ulivyokurupuka tu na kumuita Abasi kaja hapa. Abasi mwenyewe unamjua. Akili yake inaendaga hivi. Haya, pametokea shida hapa. Ungefanyaje? Na Abasi siku ile kule alisema kabisa kwamba yule pale bwana mume wake ni askari. Sijui askari nani, sijui mwanajeshi, si hatujui. Kwa hiyo mtu anavokuja, huyu anajulikana tu. Unajua hao wenzetu wenye vitengo vyao wanajulikanaga kabisa. Akija mtu anajua tu kwamba sura hii bwana na hii jinsi alivyo, huyu ni mtu fulani. Kwa hiyo wewe ukashindwa kabisa kumjua kwamba huyu hapa, huyu anaweza akawa ni mtu fulani. Wewe ukachukua maamuzi tu kupiga simu kwa Abasi, unamuita Abasi anakuja. Kusema ukweli mimi hicho kitendo mimi sijakipenda. Utanisamehe endapo kama wewe utaona kama nimekukosea, lakini mimi sijakipenda kabisa. Sawa. Nimekusikiliza lakini pia na nimekuelewa. Of course katika hali ya kibinadamu aliyeswali kwa halijakaa vizuri. Sasa tuje kwa nini nilimuita Abasi. Unajua mshikaji toka alivyonipigia simu yule baba nani sijui. Yule mume wa mshangazi toka alivyonipigia simu, and the way tu alivyokuwa na force kuonana na mimi, tayari nishagundua kwamba huyo so bure, kuna kitu anacho. Umeona? Sasa mimi nikaona ni bora kama yani mpaka anakuja anakaa hapa anasoma story anazoniletea kuanzia kwenye simu, habari alizokuwa ananiletea. Umeona? Mimi nilishajua tu kwamba kuna kitu kipo kinaendelea. Kwa mimi sasa nilivyoona ni bora wakakutania hapa kuliko wakaenda kukutana huko ambapo watakuwa wenyewe amna Zompa, amna nani. Alafu kitu kingine, kwa nini nilimuita Abasi? Umeona mlango wangu pale nimeweka ule mkanda wa blue. Ile ni iron skin. Umeona? Inaitwa iron scan. Ile kazi yake ni kwamba mtu akiingia pale mlangoni, ndio mimi nakuwa namwangalia, ila nyinyi hamuelewi. Mnahisi labda ni urembo au mnahisi ni kitu chochote. Kama mtu ana kitu chochote cha chuma pale, lazima tu mimi nitasikia ding ding, yani lazima tu mimi nitasikia. Nitamuuliza bwana una kitu gani cha chuma? Kwa kama alikuwa na bastola, alikuwa na kisu, alikuwa na panga, ningejua. Kwa alipopita tu pale, nilishaelewa huyu mfukoni hana silaha yoyote, hana kisu, hana nini. Nasoma? Je, angemkaba? Kwa sababu kumkaba si swala sosa. Kwenye swala kutumia nguvu hizo, yani mimi niko mimi, yupo sijui Keni, yupo basi na kameramani kidali. Kameramani kuweka swala kamera chini. Zompa wenzetu wana. Sasa no, yani katika hali za kibinadamu, unajua binadamu ni binadamu. Angekuwa anatumia betri ama injini sawa. Lakini katika hali za binadamu so rahisi. Zompa hata mngelikuwa watu 10. Angeamua kufanya jambo lake. Shangazi nisikilize. Sawa, unaongea kitu cha ukweli, lakini katika hali za kibinadamu hicho kitu hakiwezekani. Nasoma. Wewe sema tunasema hivi unacheka. Yani yule tukisema kwenye swala la kusema eti atumie siji nguvu tuko tunamtupa kule nje, ila busara na hekima ndio vitu vinatakiwa. Umeona? Tunye tuko furu, shangazi simchukulie poa kameramani yule. Kwa mimi nilikuwa nishaelewa, ila nikaona ni bora nimemfuata vile vile anavyotaka yeye. Sijataka kumwekea vipengele vingi, nikasema shida si Abasi kuja, acha Abasi aje.
umeona, ili wakutanie hapa. Sasa kwa nini hukuniita na Kuliko mimi waende nije wakutanie nikutane huko. naye hapa? Wewe pia nakujua. Na ile siku kama ningekuita mambo yangekuwa mengi zaidi ya pale. Maana sasa mimi ningekuwa naeka nizuie kulia, nizuie kushoto. Maana wewe mwenyewe kuna muda unajisahau. Umeona? Hamna, kuna mambo mengine Wakisha kuja wadudu kichwani basi ndio mambo yanakuwa mengi. Mngeanza kuweka ndani mambo yangekuwa mengi. Kwa mimi nishampima mshikaji tukanakuja nganywa hata kama kelele zitakuwepo lakini ni mambo tu yatakuja yatakaa sawa. Hilo la kwanza. Uliniambia na mambo mawili. La pili ni lipi? haya. Ila siku nyingine usije karudia. Wewe umeona lakini huyo mzoanda wenu basi amerudi ana hata kipele au si alirudi fresh? Sawa, amerudi yuko fresh ndio. Sawa. Swala la pili lilonileta hapa ni kuhusu Nala. Au kusema ukweli, maongezi aliyoongea Nala ndio yalonifanya mimi nije hapa. Swa mimi bwana, ninachokitaka kama anavyotaka Nala. Umeona? Wale watu ugomvi, kufumaniana, kufanyaje, yani takataka zote zilizofanyika hapa katikati, lakini hawa watu bado wanapendana. Umeelewa? Bado wanapendana. Tukisema tumsikilize huyu ba mdogo aliyokuja hapa kurupu, hataki hawa watoto wawe pamoja. Yeye hajui uko nyuma huko yametukia mangapi. Hajui mimi baada ya kujua basi ananificha nini, baada ya kuangalia nikajua tatizo lilonalo Abasi na mwanamke wake, nikaamua kufuatilia mpaka hapa nilipofikia mimi. Yeye haelewi nimepambana vipi, nimemtetea vipi binti yake, yeye haelewi. Yeye anakurupuka tu, anakuja katikati, mimi sitaki amuoe, sijui anafanya nini, sijui nini. Hizo ni kelele zake tu. Mfano mzuri tu hata ile siku ile uliona Nala hataki kuondoka na babake mdogo. Kwa mimi yani naona ili swala ni bora tufanye haraka. Watoto wafanyeje? Waoane, ili swala tuachene nalo, tuendelee kuwatizama na kuwapa maadili jinsi ya kuishi katika kwenye maisha ya ndoa. Kwa sababu tayari basi yuko vile na yule binti ndo vile tayari kashakuwa mlemavu. Umeona? Tujue jinsi gani ya kuwalea yani. Tujue jinsi gani ya kuwasaidia katika ndoa zao. Lakini sio tumfuate huyu ba mdogo ambaye anataka kuwatenganisha watoto. Hajui kwamba anavong'ang'ana kuwatenganisha kwamba Nala sio wane na Abasi, anazidi kumuumiza huyu. Anazidi kumuumiza binti yake. Na kutokana na udhaifu tayari ambao anao, anaweza kasababisha yule binti, sisemi kwa maana hii, nasema tu yani kwa tahadhari kwamba mawazo, mtu kiwa na shida kwenye mwili alafu ukachanganya na mawazo, ujue mapenzi yanaumiza sana ukachanganya na mawazo ya mapenzi, unaweza ukakatisha uhai wake kabla hata ya muda Mungu alompangia. Kwa mimi nimeona Nara yuko sahihi. Natamani ili jambo liende kwa haraka, wafunge ndoa, mambo yaishi. Yani ndio kilichonileta haswa. Na Abasi yuko tayari muda wowote. Hiyo habari ya mshangazi wake hamuhitaji tena. Tena kitu kingine, kauli ya yule baba alisema kwamba mwanangu anataka mali tu sijui nini na nini, aendelee kwenda kumhonga mshangazi wake. So kweli sisi tunajiweza. Sawa? Asimuone kwamba Abasi labda yeye anamtegemea labda huyo mshangazi. Ni Abasi tu yeye mwenyewe anashindwa kucontrol akili yake. Abasi naye ana mali zake. Mimi mwenyewe nina vimali vyangu. Kwa hiyo sisi hatuwezi kumtegemea Nara. Si umeelewa? Ila ni basi tu yani mvurugano wa watoto, unajua mapenzi ya watoto nao, mpaka ikatokea wakaenda kusaidizana mambo yao ya maradhi huko pasipo kutuhusisha sisi wakubwa. Umeona? Lakini sisi sio kwamba tulikuwa hatuna uwezo wa kusema tunaweza tukamsaidia Abasi, uwezo tulikuwa nao mkubwa tu. Kwa hiyo ile kauli ya mama mdogo wala sio nzuri, mimi sikuipenda. Kwa
Kwa sisi hatuwezi kutegemea mali ya Nala, wala Abasi mwanangu hawezi kutegemea mali ya Nala kwamba eti sasa hivi anamtaka Nala kwa sababu ya zile mali. Abasi naye ana mjengo wake, ana biashara vyake, na mimi nina maisha yangu. Tuko vizuri tu kimaisha. Si umeelewa? Kwa hiyo sisi hatutegemei mali. Yaani hata yule binti yule wakitaka mimi nimchukue hizo mali zake amweke mtu tu uko kwao amsimamie, na yeye ataanzisha mali zake na Abasi. Asilete hata 100 kwenye familia yangu. Yeye na Abasi watatafuta mali zao. Ndo atakapojua kwamba Abasi ana uwezo wa kumiliki mali au hana. Lakini asiongee tu maneno bla bla, baada anaongea sijui mali zilikuwa wapi. Wao ndo wanakurupuka tu na mali za mtoto wao huko, lakini sio sisi. Wala hatuna habari na mali zake. Yeye waache tu watoto, mapenzi yao yaendelee, waoane, maisha yaendelee. Aisee. Kwa kweli ili swala bado limekuwa changamoto sana. Lakini mwisho wa siku unajua kwenye hili swala la huyo Abasi na Nala kuoana. Kama Nala kuongea naye tushaongea naye sana. Tushamshauri sana. Tumeshamshawishi sana, lakini tayari mwenyewe anaonekana sio mtu ambaye wa kuelewa juu ya hilo swala. Umeona? Sasa nijaribu kuongea na baba mdogo. Unaona kitu kikubwa ambacho mimi nakipigania sasa hivi kama nilivyokuambia. Nafuatilia hili swala, huo mgawanyiko wa mali ufanyike. Ukishafanyika huo mgawanyiko wa mali kwa Nala na mama yake, Nala akapata vinavyomhusu, mimi itabidi ni deal na hao watu ambao ni mastop. Na watu wengi sana wamenitafuta, wana matatizo yao, wana majanga yao. Nimewastopisha watu wengi sana kwa sababu ya hili swala limekuwa gumu. Limekuwa lina vipengele vingi, kutoka huku mara watu wameniitia hawa, mara wamekuja. Yeye wanazidi kuitana tu watu. Nashangaa hapa anaweza kaja mwingine tena hapa. Nimeona huko sijui nini na nini. Mimi mjomba wake fulani. Umeona? Yaani kwa hiyo nimeona hili swala likishapatikana mali, mimi nitajitahidi tu kumfuatilia Nala kwamba mali zake zinaendeleaje na anazilinda vipi hivyo. Kwenye swala la yeye kusema atarudiana na Abasi ama watafunga ndoa, sasa ni wao na mioyo yao. Maana hata kama ndoa isipofungwa, nisikilize. Nala tayari ana akili yake. Ndio maana nazungumza hata kama ndoa isipofungwa, Nala tayari ana akili yake. Anaweza ikazuiliwa ndoa isifungwe, kesho na kesho kutwa katoroka ipo kwa Abasi. Ndio hapo sasa. Mimi nitazingatia hili kwanza lipite. Afu tutakaa tena tuzungumze na baba mdogo na tena hili swala. Tuone. Kama tutapata mwafaka ndoa ifanyike itafanyika. Kama mwafaka tutaukosa basi tutaliacha. Kwani mpaka sasa yani hiyo swala lenu uko la mahakamani kumsaidia Nala limefikia wapi yani? Swala ndio kama nilivyosema, tupo katika stage ambayo kwa sasa hivi kinahitajika cheti cha kifo, tunakipeleka nafikiri kikao kijacho, umeona? Ama kesho kutwa kitaenda. Baada ya hapo ni viprocess vingine vidogo tu, nafikiri masuala ya kuweka sawa account na nini, kama kuna hela aekewe, na hivyo vitu vingine, kama kuna vitu vya kuuzwa viuzwe, kama kuna vitu vya kupewa kama vitu apewe, hii mambo yaishe. Umeona? Ndio swala ambalo tulikuwa nalo. Kwa sasa naona mambo yanazidi kuwa mengi, mara sijui siwezi ngadini na ndoa huku kuna watu wana matatizo kibao. Umeona? Kwa hiyo swala mimi nitaacha. Kama wataendelea kupendana, haya. Kama tutafikiana ndoa ifungwe, sawa, lakini kwa sasa hivi ngoja tulimalize hili kwanza. Nikishaka poliona hili bwana limeisha, mara hili ndio kubwa. Na ndasema shangazi, sasa njoo. Tunafanyaje? Tumweke baba mdogo huku, tumweke Abasi huku. Tupate mwafaka wa mwisho juu yao. Sasa mwafaka sikautoa binti kaja hapa nani? Kama binti mwenyewe ndio wamekomaa hivyo, tutamuuliza tena kwa mara nyingine kupata uhakika. Hiyo mwisho wa siku tena sisi tukapewa lawama. Majibu ya mwisho ni mwanamke. Sio, umenielewa? Ndio mwenye majibu ya mwisho. Na majibu yake tayari kashakuja kuyaleta, ndio yale majibu yake aliyokuja kuyaongea hapa, ndio yalionifanya mimi nije hapa kutia mkazo. Sio, umeelewa eh? Mimi namuunga mkono kabisa. Maamuzi yako yako sahihi. Yaani alichokiamua yeye yuko sahihi. Kwa hiyo yani hapo ni kuwasaidia tu.
kwa sababu yale ndo maamuzi yake, mpaka kaamua tena kuja kurudi kwako wewe, kuja kusema bado anamhitaji bwana wake kutokana na yote aliyopitia, lakini kaamua kwamba bwana ni bora arudi wapi? Kwa Abasi. Kuna kipi tena cha kwanza kukalishana na baba mdogo hapa tuanze kulumbana? So lazima mimi nataka tu amani patikane, kwamba hata kama huyo Nala ataishi na Abasi, sijui ndio itafungwa basi ifungwe, yani maelewano yawepo, isibakie tu kusema alimkaziaga basi wakamnyang'anya mwanamke wake. Shida ni babake. Kote tuseme. Ndio maana semaje, tutamuita na yeye pia kwa sababu ni binadamu. Nijaye kuzungumza naye, umeona? Tutakaa tutaweka mambo sawa. Na imani tutapata tu mwafaka. Na imani mwafaka tutaupata. Baba mdogo amesimamia sehemu ya uhalalishwaji wa hili jambo, kwamba asije Nala, maana yake alikuwa anataka na speed ya kwenda kwa Abasi. Asiende kwa Abasi kiuni. Manake kama watakaa watalipa muda ili jambo, Abasi amebadilika akakiri kwamba hatarudia tena hayo mambo ya ajabu anayoyafanya, aozeshwe kihalali, na baba mdogo atakuwa anamfuatilia tuone jambo litafika vipi. Wewe unataka Abasi akili mara ngapi Zompa? Si Abasi kashakiri. Sasa ndo sasa soko kili kwangu. Sasa pale tayari watu walikuwa katika hali ya sintofahamu, kila mtu alikuwa yuko katika hali ya jazba. Baba mdogo ndo katoka huko kapewa madudu ya Abasi, katoka kuona kafumaniwa, kwa tayari kila mtu yuko kwenye moto. Maelewano yakakosekana. Usimuona hapo alipoondoka, muondoka winja. Abasi nani mpaka nasema Abasi tena. Zompa nikwambie, hata mimi kwenye ndoa yangu tunagombana asubuhi, jioni tunapatana. Tutagombana usiku, asubuhi tumepatana. Kwa hiyo mtu akija akikuta vurumai langu mimi na mume wangu tunagombana hapa, akitoka akiniacha mimi nagombana, anaweza kujua wale watu huko nyuma tayari washapeana talaka, wameachana. Lakini baadaye akirudi anakuta mapenzi yameanza upya. Sio, umenielewa? Kwa hiyo mtu akishajua kosa lake liko wapi, akishakiri, amekiri. Kwani mpaka hapo mimi sijaona Abasi akitoka nyumbani. Zaidi anatoka anaenda kwenye shughuli zake. Anarudi. Zile vurugu zile sijaziona tena mimi. Hamna. Yaani hata kusema umpigie simu hapa Abasi uko wapi, utamsikia yuko kwenye shughuli zake. Akitoka anaendelea na kazi zake zingine nyumbani. Kwa hiyo wewe unataka abadilikeje? Yaani nafsi ya mtu anaijua yeye. Yaani roho yake anaijua yeye. Sisi ni watizamaji tu. Na sisi ni wasikilizaji. Tushamsikiliza. Na mimi ndo mtizama, ndo mama yake. Sawa? Naimwangalia mwanangu kabadilika kiasi gani. Hatuwezi jua kwamba hawa Abasi na Nala wanazungumza nini, wamekubaliana nini. Madamu wameshakubali, huyu kakubali na huyu kakubali, ili swala lipite. Sio tena tuanze tena kukaa hapa kuitana familia. Zompa kutatokea zogo hapa. Sijui, lakini wewe unavowaza, ila mimi ndo mawazo yangu nikwambie hivi. Kwa sababu yule baba mdogo sio muelewa. Sio muelewa kabisa. Atakuja kunitusi tena mimi hapa. Yaani swali hilo kwa hivyo ni kwamba nimeona kila anayefuta kamba anaivutia kwa upande wake. Shangazi unampenda sana Abasi, si ndo mwanao, mtoto wa kaka yako, sijui hivi. Unampenda sana na unampambania sana, mimi naona, na hilo swala nalielewa. Baba mdogo naye pia anapatetea upande wa binti yake kwamba Abasi sije kawa anacheza tekniki zake ili aje kuchukua mali za ule dada. Akamfilisi. Tukalimaliza hili, yakaanza homa sekeseke. Mara kakimbia na hati, mara sikauza shamba, mara siji nini, mama akawa mengi. Sasa swala lazima liko hivi, mimi siwezi kusema hapana, mimi yule sio binti yangu. Nzoma. Kwa kikwazo hakipo kwangu. Kikwazo kipo kwa familia ile. Nisikilize hapo Zompa nikwambie. Unajua unatakiwa mtu kae chini ufikirie kwanza. Umeelewa? Yule binti amepata matatizo kwa sababu ya mwanaume. Sawa? Yaani ile swali unatakiwa mtu lifikirie mno. Binti amepata tatizo kwa sababu ya mwanaume. Hakuna mwanaume atakayejitokeza kwenda kumuoa yule binti. Na kwa pia simtilii nuksi wala siongei mabaya, ila nakuambia ukweli kwamba hakuna mwanaume atakayejitokeza kusema mimi nitaenda kumuoa Nala. Kwa sababu Nala kashatoa figo yake kwa ajili ya kumsaidia mwanaume. Hapana. Si umeona? Kwa hiyo mimi ndio maana napambana mimi
huyu mwanaume alomfanya Nala akawa mlemavu. Swali koje shangazi? Mimi sio kwamba nampenda sana mwanangu. Mimi nawapenda wote. Na tena mimi moyo wangu nampenda sana yule binti kwa sababu ameokoa maisha ya mwanangu. Si unanielewa? Yaani mimi ndio msimamo wangu niliposimamia hapo. Mimi ninachotaka ni kumsaidia binti. Kwani toka mwanzo mimi napambana kumsaidia yule binti. Mimi nilijua binti ana mali yule. Nilijua kwamba kuna urithi kule. Nilijua mimi au Zombe? Sema mimi nilijua. Hapana. Si tumekuja kujua baada ya wale kuja kuzungumza hapa, nani yule alozungumza kwamba yule ana hiki. Lakini mimi nilianza kumtetea toka mwanzo. Baada ya kugundua kwamba basi tayari kashamharibu mtoto wa watu. Tayari kashamtia ulemavu. Hawezi kufanya kazi ngumu, hawezi kufanya kitu chochote pale alipo. Kwa mimi niliingia huruma kumsaidia yule binti. Si umeelewa? Yaani mimi uwezi jua tu. Yaani mimi tayari nilishaongea na mume wangu kwamba yani kuna kitu fulani nataka nimtengenezee yule binti kutokana na ile yani huruma yake aliyoweza kumsaidia nani? Mwanangu. Japo ilikuwa ni mapenzi, lakini ni mapenzi na huruma kwamba atamkosa mtu ampendaye. Angenung'unika yeye, lakini mimi ndio ningeumia zaidi kwa sababu sisi tumekosa nini? Tumemkosa mtoto wetu. Yule alikuwa ni mpenzi. Kwa nini mimi nimchukie huyu binti? Kwa nini sisi eti tumpende yule binti kwa sababu ya mali? Kwani sisi hatuna mali? Sisi tuna mali. Kwa mimi nilikuwa nawaza hata Abasi angekataa kabisa kumwoa yule binti. Mimi nilikuwa tayari nishaweka kitu kichwani jinsi ya kumsaidia yule binti. Yaani nilikuwa tayari nishaandaa vitu vyangu kwamba huyu binti mimi nitamsaidia hiki. Hata kama Abasi hatamuoa, hata kama ataweza kupata mwanaume mwingine, lakini mimi nilishaweka ahadi moyoni mwangu kwamba yule binti mimi nitajua jinsi gani ya kumsaidia. Kwa hiyo mtu bamdogo asikurupuke tu kwamba sisi eti tunapambana kwa sababu ya viurisi vya Nala. Mimi nilijitokeza kumsaidia kutokana na kile alichokifanya. Ndio hicho nikapambana ili awe familia yangu. Huyu alomtia ubovu wa moyo. Kwa sababu atakuwa kwangu. Sio kwamba ataishi na mimi ndani kwangu. Wamejenga kule, wanaishi kwenye nyumba yao, lakini ni uwepesi sana mimi kwenda kumuona tofauti na akiwa kwao. Yaani mimi ndo lengo langu. Basi sawa shangazi, mimi nimekusikia na nimekuelewa. Ila kama nilivyosema, kipindi namalizana na hili swala huko litakapokuwa limekaa sawa, pia nitawasiliana na baba mdogo na Nala. Aje hapa baba mdogo na Nala. Uje na Abasi tujue tunalimaliza vipi ile jambo. Tutakacho kikao cha mwisho upatikane mwafaka wa mwisho, ili jambo tena lisiwe kwangu. Mimi nilitoe nianze mambo mengine sasa. Umeona ya kwa kwenye huo mimi kwenye hicho kikao cha mwisho tutakaa tujilizishe wote, yani upatikane uamuzi wa mwisho kama bwana wataishi pamoja ama hawataishi pamoja. Basi mimi nijitoe na hilo jambo niendelee na mambo mengine. Ila kwa sasa hivi ngoja nimalizie ila mahakamani kwanza liishe, mambo mengine yaendelee. Kwa mimi nafikiri sioni sababu ambayo kwamba eti itakuwa ni kikwazo cha kumzuia basi asimoe Nala. Sioni, kwa sababu tayari washatolea na figo, washapitia mambo kibao. Kama hivyo mwanamke bado anamlilia. Kwa ni swala tu la baba mdogo kumweka sawa, imradi tu hizo sheria zifuatwe, kwani ndoa begani. Jambo lipita, maisha mengine yaende. Sasa mwanamke mwenyewe kwa sababu anataka na sio kutaka, analilia. Sasa kama mtu analilia, wanasema mtoto akililia wembe upe mkate. Na unaweza kashangaa tu analilia wembe na usimkate. Sisi hatujui, wametoka mbali, wanajuana. Nafanyaje sasa? Kwa hiyo haina shida, mimi na imani kila kitu kitakaa sawa. Sawa, sina neno juu. Basi mimi nikutakie siku njema. Mungu akijalia inshallah, namsubiri mama yake Nala kama atakuja, nitazungumza naye na akina Nala kama watakuja leo. Japo kwa sina uhakika, kwa bado nawasikilizia. See you next time.